Watu kazi. Wadogo vipi hapa maskani? Hapo mdogo wangu bwana nishakukataa toka kitambo mdogo wangu. Oya dogo jikatae. Sana. Mwisho wa siku nimeona nifike mwenyewe. Kwa maana nimepokea simu nyingi sana za kuonekana wewe hufiki kabisa kwenda kufuata dawa. Hivi unaweza ukanieleza shida ni nini? Unajua no Sona. Unanikosea. Unanivunja moyo sana. Nimekuwa nikijitahidi kufanya kila kitu. Kila ninachokiweza, lakini hauoni jitihada zangu. Huoni? Ushaniambia afya yangu. Wewe inakuhusu nini? Nishakwambia sijisikii. Nakuelewa. Na naelewa nini unapitia Sona. Hebu ngoja nikwambie kitu. Au ngoja nikupe story fupi. Sona, mimi wazazi wangu wote wawili, mama na baba. Mama ni mwalimu na baba alikuwa daktari. Lakini wakati nakuwa nimeona kuna upinzani mkubwa sana. Huku baba akitaka mimi niwe daktari na mama akitaka mimi nirithi kazi yake ya ualimu. Ile hali kwenye moyo wangu nilipenda sana ualimu kuliko kitu chochote. Nilifundisha vitoto, nilifundisha vijana, nilifundisha wenzangu na niliwavusha walifanikiwa. Niliwaza siku moja nitakuwa mwalimu, tena mwalimu mkubwa ikiwezekana. Lakini haikuwa hivyo. Unaweza kutaka kufahamu ni kwa nini leo niko hapa? Kwa nini leo niko hapa na kubembeleza wewe juu ya afya yako? Unaweza kutaka kujua? Maisha yako yanihusu. Wasikia di. Mimi jina langu naitwa Hassan. Ila kwa hapa maskani nitoka vicha Hassan boy. Chasani nini mdogo wangu? Chasani nini? Oya dogo mimi silei watoto hapa mdogo wangu, sawa? Oya afu mimi nina roho mbaya mdogo wangu, tembea. Umesikia bro? Pigo zako kwa wewe, kaza kwangu. Sio ngonjera Sona. Mobili yako sihitaji. Kawabilia wengine wako barabarani. Unajua ningekuwa mtu wa kawaida tu, ningeshakasirika nikachukua pochi yangu nikaondoka. Ila mimi ni daktari. Na hisi sasa hivi huu ni wito. Sona, mimi nilikuwa na rafiki yangu. Mwili wa kwangu mimi sio wewe. Ugonjwa wangu mimi sio wewe. Fanya mambo yako, nishakwambia sihitaji. Tena iwe mwisho na mwanzo kufika hapa. Nisikuone. Ndio ngoja zako, simulizi zako, machozi yako, stori kwangu sihitaki. Tena marufuku. Huwezi kuniambia hivyo. Na hakuna ambacho kitanikatisha tamaa juu ya maisha yako. Kwa sababu nimeshuhudia na nimeona kwa macho yangu. Na ninaendelea kuona. Wewe sio wa kwanza Sona. Wewe sio wa kwanza kuumwa. Wewe sio wa kwanza kupitia hali hiyo. Rafiki yangu mwenyewe. Tumesoma wote. Tumefanya kila kitu pamoja. Lakini sikufahamu chochote. Sikujua chochote kuhusu yeye. Wazazi wangu namlaumu sana baba. Sikujua kama alikuwa na makubaliano na rafiki yangu, alimtibia, alimsaidia, sikufahamu chochote. Tulikuwa pamoja tukifurahi, tukicheka nyakati tofauti, lakini sikujua chochote kuhusu yeye. Nilikuja kufahamu pale ambapo wazazi wangu walifariki.
pale ambapo babangu alipoteza maisha, pale ambapo sikutegemea kusikia nilichokisikia. Sona, pigo zako nini? Pigo zako nini? Unasikia mdogo wangu? Mimi kichwani mwangu ni madudu tu mdogo wangu, anafanyaga hivi, yani anafanyaga hivi. Oya dogo, jikatae dogo, nina roho mbaya, jikatae. Msiba wa babangu, lakini rafiki yangu ndo mtu aliyekuwa analia kunipita mimi. Sikujua sababu ni nini. Alilia kushinda maelezo. Nilijaribu kumuuliza tatizo ni nini, hakusema. Hakuniambia Sona. Nilizika mzazi wangu. Mwisho nilipata wakati wa kumuuliza, kwa nini ulilia kunishinda mimi? Kunishinda mimi niliyekuwa mwanawe. Rafiki yangu aliniambia hana pengine pa kupata msaada aliokuwa anaupata kwa baba yangu. Nilijiuliza ni msaada gani? Lakini baba yangu alimjali. Baba yangu alimhudumia akiwa na maradhi kama ya kwako akiwa mdogo. Mpaka alisoma, akamaliza, akafanya kazi zake na sasa na maisha yake. Alimpa moyo, alimpa tumaini, alimpa kila kitu. Sasa hivi ana maisha yake. Nikajiuliza, kwa nini mimi? Kwa nini mimi nisichukue kazi ya babangu nikasaidia watu wengine kama nyinyi? Kwa nini? Nimepambana mpaka nafikia hapa Sona. Nimepambana sana. Kwenye damu yangu kuna ualimu, lakini leo mimi nimesimama kwa daktari. Thamini hilo basi. Hata kidogo. Thamini hilo. Hata kama utanitukana nikija hapa mara 10 mara 20, sitokata tamaa. Naamini ipo siku utafanikiwa. Ipo siku utaacha mawazo hasi na utafika unapopataka. Nafikiri umenielewa. Leo naondoka. Naomba utumie dawa Sona. Kulikoni hapa? Nimeona kule jua. Mama nikaona nisubiri kwanza hapa nikusubiri. Alafu nalisi hata hawezi kufika. Kuvunja ahadi niliyoongea mimi mwenyewe ingekuwa so rahisi. Aya Salma, tuokoe muda. Twende kwa Dashami. Kwa Dashami? Kufanyaje tena? Siku kazi Salma. Kwa hiyo kazi kwa Shami. Mimi bosi wangu Dashami. Yaani sijakuelewa hapo Dashami, kivipi? Kipi hujaelewa hapo? Ni kazi inayomata hapa mjini. Inaitwa ila ni ya magendo. Kazi gani hiyo Dashami? Kudanga. Kama ni kuhusu kufanya kazi kwa Shami, basi unamaanisha nini? Sijakuelewa unachotaka kuniambia shuga yangu. Kabla ya kukutana na wewe, nilishakutana na Shami. Kwa hiyo kazi unaanza lini? Mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Yaani katika mtu ambaye nilikuwa namuona mtu, yani mtu kweli kweli ni wewe. Lakini katika mtu ambaye umeniboa na katika boya ni wewe. Yaani haiwezekani mimi nakupa hili, nakupa mchongo, wazo nimelipata wazo la hela, tupige hela.
tunaenda tumekubaliana kabisa, eti unanitia mimi mwizi. Hapo haizidi ipungue kabisa, unaniacha unanitelekeza, unanikimbia. Alafu narudi tu umeshevu nywele, sijui umefanyaje mwenyewe umejipendezesha. Yaani hivi wewe unajielewa kweli wewe? Sasa mwanangu mkosa. Hivi unajua yani wewe muda mwingine uangalie mbele. Mimi pale nimepusha vitu vingi. Unajua ile rubasha lile zito. Kweli lile hela. Tukapima tutapata hela. Ila unakimbizwa na rubasha lile zito kama lile. Nishikwa kesi tayari, wewe ndo ukafa. Mimi nimeokoa vitu vingi kaka. Alafu umeona hiki kirubasha hiki kina maana kubwa. Si unaelewa? Yaani iko siku unasema sasa mwanangu wewe akili zako ni nyingi. Na itwa hii ndevu mimi nimenyoa free. Pale nani pale kafungua ofisi ya kunyoa. Mimi kunyoa leo. Kwa hiyo hata nataka nikupeleke minywele hiyo ike sawa. Si hiyo, ngendi hiyo kaptula. Ukianza kazi na ikibwasha hichi, tunapiga hela baba. Tunatoboa, tunapanga paka chumba. Haya siasa sio. Iko hela gani? Yaani iko hela inakupa nini yani? Yazidi ipungue upeleke msikitini, upeleke kanisani. Ili mradi upate thawabu. Sababu wewe zinakusaidia nini? Nenda mngine tumia akili mjomba. Tumia akili kila siku nakwambia wewe. Hebu kwa mwanangu mimi sina akili. Asa wewe jana umetimia. Ungekuwa umetimia kwani unaacha kitu cha pesa unabeba kibeba hiki. Unabeba hiko. Cha nini yani? Kinakusaidia nini? Kinakupa nini iko wewe? Wewe chizi yani yani wewe sio kwa yani kwa mwanangu mkosa mimi unanipandia. Wewe maana mimi unaniweza. Mtu mbili mimi na wewe unatoboa kweli wewe? Hapo wangu naongea tu, soma kaa kimya au? Wewe kwa sababu unaniweza kweli wewe? Yaani wewe poa tu. Yaani sio kukuweza wewe kivyote poa. Yaani hizo ndio nikela. Mimi naruka nawe poa, mtumbi naruka na wewe. Poa. Nilikuwa napataka hapo. Si poa? Bana mimi nakutani. Ni aje Marcela? Ni aje? Sister hajafungua bado? Kufungua nini yani? Yaani kivipi yani? Kuhusu nini yani? Wewe. Dukani kwa watu hapo na wewe. Duka watu. Chuga. Si unakuta hivyo kufuli. Sasa sijui vipi. Amekuchekesha kwani? Wewe si fundi. Kuna mali hapa nilimletea yake sawa. Fresh. Yaani sio tunatengeza. Yaani simu zote aina zote tunatengeza fresh. Ikiwa haiwaki tunagandua na barafu inakuwa panyu. Kazi yetu hiyo. Yule si ilikopo inakuwa moto kaika kwenye feni fresh. Na ilikuwa iPhone ile 17. Ukaeka kwenye feni. Imepona ile. Sasa tupe dili baba hilo. Kila kitu. Yaani imeisha matatizo yako.